Yeah, so hey guys, welcome to my YouTube channel. Na leo tuko place ingine different, somewhere in Limuru, Zambezi, inaitwa Devi bana. Huku tumepotea, hatujui place ya kutoka, but ndo tunataka kwanza safari. There's a lorry coming over there, nakwambia sana. Hey, so let's begin our journey. Tunaenda all the way to Buruburu. Tutatumia Southern Bypass. We'll connect first wacha tutoki huku side za nasikia ni Zambezi, somewhere in Zambezi. Pang, kisikia tu place kuna Pang networks, boosters, yani huku. So anyway, let's begin our journey. Tunaenda hivi and then we'll update you. Tumeanza safari. Huku ni virahisi sana kupotea. But it's such a good place. Iko na views fiti. We didn't record tukikuja because we had some things that we were going to sort. But juu sasa tumesha sort, sasa hatuna pressure. We can video, we are free. We can video now this trip for you guys. We'll be using the Southern Bypass route. So tutatokea pale Jogoo Road because our destination is Buruburu, and that's the only route najua iko fast, because tukiamua kupitia na town tutaka kwa jam, and then najua Wayaki way, sijui nasikia kuna sections wamefunga barabara. There is that new NTSA rule wametoa, but we'll know about that as we continue. But come along with us. I have my friend and colleague here anaitwa Devi, na tunaenda pamoja in this journey, na tutakuwa tunawapea views huku begeni, mwana kuna views poa. So stick around, enjoy the drive. And another thing, make sure you hit that subscribe button. Road to nimeona sasa tumefika 200 subscribers. Pole tunaendelea tu vizuri. Road to 1000. By the way, for real, road to 1000 subscribers. So acha tuendelee, tutawapea update tukifika junction. Na huku unaona magari ni kidogo sana. Tunapita tu gari moja. It's huku kuna scenery poa, kuna scenery safi sana. Na hakuna matatu. Mimi ni kitu kingine nimedoti. Hakuna matatu. But kuna cafe. This is such a nice place. So we'll make a right. Okay. So tumeingia another road. Hiyo ndio right. Maps yeah. Unafaa kuwe rada. 500 meters. Turn right onto C1148. Then turn left onto C1149. Tuko kumetulia. Nime notice huko mali tumeenda Devi. Nime notice it's so ni ndani sana. Like ile shughuli yetu tulikuwa tumeenda kupiga. I think most of my subscribers wanajua that tunafanya EBN. Yeah. So we went to Pang offices in Limuru, and tulikuwa tumeenda kupeleka some like computer devices ndo wafanye some connection, and then yeah, so it's so hidden. Hiyo ni kitu nimenotice, it's so hidden ndani sana, because I think mimi naweza sema it's because of security. Niko kwa server ndani kuna baridi. Niko server kuna baridi, kuna AC. So we're making a right over here. 240 gari nasema speed up. Uko kwa servers kuna baridi, but inaeleweka mbona kuna baridi. It's because ndio ziweze kukulizo machines. Unajua hizo machines venye ziwa overheat, azizimi by the way. Turn left onto C1149. Turn left. Unaona hapo unaweza potea. Kama ujui mali unaenda hapo unapotea. Diversions ni mingi sana. I think this is the Zambezi road. Kuna view zingine fitu tutaonyesha hapo. 6.2 kilometers. Keep left A8. Left A8.
sasa ujipate umeenda Nakuru. Huko utajipata unafanya hivi diversions kidogo kidogo, unapata ati sijui uko Nakuru, hata sina, I think unastukia tu umetokea barabara hiyo ya A104, unastukia umetokea mbele ya Kimende huko somewhere there, because these diversions are so crazy. Okay, I've never been here, so I don't know the route. Tunakuwa guided na maps, and of course we are using Waze app. For you guys know about Waze, kuna mse in the comment section last video alicomment akaniambia if you want to know some updates, kama kuna speed cameras, use the Waze app. Na Waze app by the way inakam in handy kabisa, inakuambia kama kuna karo at some point, inakuonyesha kama kuna speed cameras, kama kuna bumps, kama kuna like some sharp turn. Yeah, unafuata hizo nini, hiyo ni fiti sana. I don't think kama Google Maps inakwambia hiyo stuff. So nimeona Waze app iko advanced kabisa, hadi inakuambia kama unaweza weka hizo, kama unaweza weka hiyo inbuilt voice ya hazard, kama kuna hazard things, kama ni barabara ni mbaya, things like that. So kwa lenye umetumia Waze app, I think you can testify to that. I'm enjoying this place. Check here side. Place kuna views fiti. Kuna views poa. This is so nice. It is so scenic. Well, nasikiana kuna places mingi sana hidden. Like kuna hidden gems huko Nairobi. Nasikia kuna somewhere called Tigoni, kuna Limuru. By the way, kuna barabara fulani ya I think one day we'll do that. But today we got a free road trip. Na tukasema hii naye hatuwezi kosa kuwa involved, hatungekosa kuwa involved kwa hii road trip. So ni venye tungeweza kuchukua tukitoka because of there was more pressured moments. But right now hatuna pressure, hatuna stress. Tunaweza enda na speed ya 40, speed ya 60, hata tukifika destination kesho haina shida. Wewe lakini lazima tufike on time. Nimerealize hapa usiku. Hapa usiku pia ni deadly. Hapa usiku ni deadly. Hii barabara inahitaji tu mchana. And I don't know about the security of this area, so may prefer just going mchana time, unaona, especially kama ujui barabara kama mimi ni first time hapa, I need to like go slow. Sasa unaona kama hiyo turn ukipiga usiku turn na ujui huko vizuri, unaweza jipata kwa hizo milima hizo kwari hizo kuna milima. It looks so so let's press on. Within a short while tutatokea main road, tutakuwa tuna join A104, then tukishika A104 of course tutakuwa tuna join hapo bypass through Gitaru, na tunashika all the way to Likoni Road. So stay tuned, enjoy the ride, and also tutakuwa tunawapea views fiti, so enjoy the video. Na kama uja subscribe, of course make sure you hit the subscribe button. Let's go. I think we are enjoying too much of this. Hapa tunaweza zunguka. Tunasikia Waze app inaniambia speed bumps. By the way, kama umesikia hiyo, but hata sidhani kama umeona hiyo Waze app, acha nionyeshe. So this is the Waze app. Inakuambia so wenye imeniambia speed bumps ahead, alafu naona inaniambia speed yenye naenda nayo. Ume notice David? Yeah. Kuna speed yangu yenye inaonyesha hapo. So right now naenda 42 kilometers. Nikienda 110 itaonyesha, nikienda 50, 60. Yeah. But hapa imetupima, hakuna speed bumps. Anyway, imekuwa mwongo kama Google Maps nayo itakuingiza kwa hii msitu kabisa.
Mimi niko na experience. Niko na experience ya Google Maps ingine kali sana. Somewhere in nini, I think hiyo siku video. Somewhere in Sabaki. Nilikuwa nimeingia barabara fulani. Unaona hii barabara yenye unaenda Great Walls at River. Sasa hauta make your right ya kwenda Great Walls. Kuna barabara fulani naendelea nayo straight. Nilikuwa ninataka kutokea Sabaki somewhere. Mimi nimeenda nayo kidogo barabara imepotea kwa maps. Sasa hiyo icon ya maps inanionyesha sijui niko somewhere in the middle of nowhere. Mimi nilishtuka, I had to find my way there, like asking people around. Nikasema great, Google Maps hapo naye ninge and then najipata niingia kwa hizo barabara zenye terrain ni mbaya, ziko na mitaro katikati. Uzuri siku panic. Mimi nilifuata tu barabara. Unajua pia ukijua venye uzuri ninajua venye Sabaki inakaa. And then unajua ile direction yenye unaenda nayo utatokea Mombasa Road. So my aim was to kutokea Mombasa Road through Sabaki because nilikuwa ninapitia somewhere inside Sabaki na hiyo barabara ya Great Wall at the river. But it was another experience. Nilikuwa zile za sasa ni call dad nimwambie nifika wapi. Niko like Z, you are a man, you can find your way out of this. Niliweza kufind my way out na uzuri niliweza kufika hiyo total ya Sabaki. Niliona kafurahi. Niliona actually niliweka hiyo kama destination. So unajua ukiweka hiyo kama destination inakutafutia routes zenye utapenya ndio ufike total Sabaki, but you're not using Mombasa Road. You're using hizo routes za ndani. So ilikuwa experience nyingine mbaya. And then kuna barabara nyingine unapita katikati ni kama corridor. Wewe siku na hapa. Hapa tutaendelea tu straight. Yeah, so sometimes ukiona Google Maps inakufail. 500 meters. Keep left A8. Kisha keep left. So, sometimes mimi niko na Google Maps na niko na Waze app. Google Maps ndio yenye tumekuja nayo. Sasa nimesema acha turudi na Waze app ndio tuone experience difference itakuwaje. Sasa hapa tunaenda right. By that tuko karibu sasa kutokea. So acha tutoke A104 and then tuwape update. Sasa tumetokea main road. Here we go. In 2.4 kilometers. Exit to the left to Southern Bypass. So now we've joined the A104. Hii ndio barabara ukishuka na hivi chini unaenda the lights of Nakuru, Eldoret, Mount Summit. Nikawa tumia hiyo barabara nikienda shule. Nakuru. Na tunafaa to make pia hiyo trip tuone update ya Rironi Mount Summit highway venye inatokea because kuna mtu amepiga nduru akisema anatengeneza barabara huko. Sasa I think hiyo ndio yenye itamsaidia in the 2027 polls, no? Yeah, barabara amejipiga kifua nayo. But the one thing about this road, you must be aware of the sasa unavuka barabara ovyo like out of nowhere. So unajua wa yake wewe venye inakuanga. Especially ukifika huko mbele ni kama unakaribia Kangemi and the likes. Kama unafika kwa yake wewe unafaa ukue careful. But uzuri sisi hatutakaa kwa hii barabara. Exit to the left to Southern Bypass. Tuna exit ya wapi? Hapa wamefunga. Exit ya hapa wamefunga. Acha tuone tuna exit ya hapa. Kuna speed bumps. It's been a while since I drive hapa. I think the last time nili drive hapa ni early this year. Na hiyo time hata siku record. Tulikuwa tunaenda Njoro. I was with my dad your time. Wait, I think this is this the no compare. 1 kilometer. Exit ya kwanza ilikuwa huko nyuma but I think ndio exit. Kuna exit kwa hapa mbele. Anyway. Ndivyo mwonaji hizo sites za Limuru. Place iko na so scenery. Iko na scenic view sana.
ndo nimeambia hawa say I really need to like make another trip like tu sasa ninaenda hizo sides si juu ya mambo ya job. Unajua tumeenda huko juu ya job Abruptly. abruptly. Uzuri tukaona hii ni road trip. Naona road trip. Tukaponea road trip tukasema acha tuende nayo tukirudi tutanini. So we are joining Southern Bypass right now. This is the new nini. Naona kara kwa hapo. Tuangalia. Sasa unaona uweza up imeniwekea indication ya hebu angalia kama usiona. Iko hapo mbele but sasa uweza up inakuwekea Tukipata polisi wengine sasa ukipata polisi wengine huko ni Kikuyu. Kikuyu. Join Southern Bypass guys. Speed camera ahead. What the hell? Kuna speed? Yeah. Yeah. See. iko hapo hivyo mbele. Iko hapo mbele, acha tuone. Ndio tunaenda kuipita. Iko kwa hii bridge. Indicate speed camera. So, hey, kama wale hiyo speed camera siko na jua kama iko. But iko hapo. See. Maybe iko hidden. Tutaangalia, tutafanya research. Sasa hiyo ndio uzuri ya Waze app. Unaona? Hiyo ndio uzuri ya Waze app. Inakuambia mali speed camera iko, kama kuna speed camera ahead. Inakushtua. Speed camera ahead. But also unapata hizi speed cameras zingine ni hizi za kitambo. But okay, mimi sijui. Acha tu cruise tu na 110. Sasa tuna cruise na 70. Kuna taxi kwa nyuma yangu. Unajua wase wanaweza kuwa cruel kwako, wanaweza sema uko lane iko na mbio na unaenda polepole. Nimeona wase wengi wanaingililia na hiyo stuff. Alafu kuendelea alafu kuna sticker ya laana. Sana kama mse hii lori inafaa ingie side because naenda speed, naenda mbio kuliko. So anafaa nipe way ndio nimpite na left side. So naona kama hawa jua wendi mbio wanakaa on the left lane. Na mimi nitaingia speed lane na pita. Yeah, so wacha tu cruise. Tumeshika sasa Southern Bypass vizuri. But naogopa hii barabara imekula watu 10,000. 10,000 out of nowhere. Na hii barabara ni virahisi kupita hiyo speed. Tunaenda tu vizuri. Acha tutawapea update tukifika hizo intersections, tutawapea update. But enjoy the drive. Enjoy the view. Right now I'm just cruising at 100 kilometers per hour. Yeah, I have no intention of going past that because nasikia Waze inaniambia speed cameras ahead. Speed cameras ahead. Mimi najua speed camera tu moja yenye iko pale kwa ile weighbridge, ile virtual weighbridge ya barabara. ndio hii. Kuna speed camera nyingine. Ni hizi, si ndio? Ni hizi, si ndio? Niko na robot ndio. Hizi ni zile za kitambo, hizi ni za surveillance, ndio. Hizi zile za surveillance. Ukipiga picha watu wako na siku hizi hazifanyi kazi. Nairobi hadi traffic lights. We? Sibi. Acha tu. Na tunaenda Singapore guys. Tunaenda Singapore. Lakini watu wanasema tunaenda Singapore ama tunaenda Haiti. Mara mambo ya goods ndio imeanza. Haiti na Vietnam. Vietnam bara. Dogo Vietnam imerudi Kenya. But we just pray for our country. Sasa tunaingia time the elections, tunaona what is going on. We need to be careful. We need to be speed bumps, yeah. Waze app ilikuwa imeniambia speed bumps but sikuwa nimetrust.
Anyway, as I was saying, let's just pray for our country because the direction yenye tunaenda, we just need God. We just need God to intervene because we can see what is going on in our country. Kwanza history ya guns. History ya guns bana inashtua. Mbona history yao walibosimu kwa sala. Kwa sala, because hiyo story. Na kulikuwa na watu wengi. Kwanza niliona mtoto mmoja akichukua mtoto mwingine akibeba. That was thoughtful. Yeah. That was. Kama mtu mwingine angetoroka. Angetoroka but kwanza child ako hapo hiyo nini pigwa na trauma. But I don't know where our country is heading. And then hakuna mtu anataka kuchukua hiyo blame ya accountability. Kwanza nakasirikanga nikisikia huyu anaekea huyu blame, huyu anaekea huyu blame. Iko like first of all watu wanakuwa traumatized. Kwanza to deal na kitu moja kama wengine pale hapo na fuku ya rana. Sasa but wasa kwa comment section I think watatuambia kama hizo ni camera zamani ni camera za surveillance maybe because me I know of just one speed camera in this southern bypass. Hizi zingine zinaweza kuwa surveillance but because you don't know na utaki 10k katwe kwa acha tu play safe and then tutajua uko mbele. So comment section pia unaweza comment pia hapo what's your opinion on the speed cameras, and also tutajua tu uko mbele like how our country is going bana. Hiyo Singapore pia tunataka tufike but we need to be realistic and kama tunafaa tufike Singapore ni vitu gani zinafaa zikuwe taken care of, vitu gani zinafaa zikuwe implemented, things like that. But anyway, acha tusingie politics. Tunaendelea tu barabara hapa. Mtu anakaanga anakumbuka anakasirika. Anaanza tu kufikiria tu vitu vingi. Na utaki ku overthink. Anyway, from the looks of things tuna cross vizuri. Bedhe leo sijawapea I think leo tulikuwa tuna mambo mingi. Hata tujawapea fuel economy ya leo. Because siku reset, I think there was a lot in at stake. Job ilikuwa imekam through, so tulikuwa na things to look out for and then but kama sahi I think inanipe fuel economy ya 14 kilometers per liter. I think that was hiyo ilikuwa na combine with the town drives, ilikuwa actually hata ilikuwa 10 kilometers per liter because of the town drives, but right now tumeenda long distance inanipea 14 kilometers, sasa ni 14.1 kilometers per liter na sikuwa nimereset. So I think that's just collective average fuel consumption. Sikuwa nimefanya ile real time, but naweza piga real time hapa, naweza onyesha real time ndio hii hapa. Nikikanyaga mafuta inakuonyesha real time fuel consumption yako. Kama sasa napiga 21.7, that's how it's nini. Hiyo ni real time fuel consumption. Ina happen according to venye unakanyaga mafuta. Nimeambiwa kuna speed camera ahead but acha tupige hii nini stretch and then tutaambia acha tufike hii diversion ya Karen. Acha leta nika tumefika. Tujipate Mombasa Diani summertime. Kwani mko wapi? Sisi tunaona coastline. Tuko huku Savo. Tulishafika mtoto wa ndege tunakula lunch. Tulipotea tukajipata pale kwa Rift Valley. But tutafanya hiyo road trip very soon. I think hii trip ni venye imekuja tu at the right time because tulienda mambo ya job, tuangalia servers, but that we are dealing with the servers, machines, there's no configurations, connection ya TV because TV may hang for some time na kuna usame nauliza. So sisi ndo tumetumwa, acha hiyo mambo mengine tusongee. Yani in-house kidogo.
I think tumepita hiyo tani ya Ngong Road. Because hii stretch ni ya sasa kuna speed camera inakwanga hapa mbele. Na leo alikuwa nadhani nitawekea muziki. Copyright bana. Copyright issues manze. Sitaki copyright. But takuwa nawekea non-copyright music in the background. But none of your Southern bypass is so fast. Yeah, Right now this tuko place nini? fast. Hata tukipiga time. Tungekuwa na timer by the way, tungejua how long tumetumia. From hapo Gitaru, hapo Kikuyu, all the way to, because we are going mpaka Likoni Road. Mpaka nini? But acha tuone. Chikia Audi. This is an Audi Q5. God kama hii nao wanasalimiana. God Forex. kama hii na sitabeba wasichana. Sitabeba wasichana. I promise God. Unajua? I promise you God. Kama ni msichana ni bibi sister yangu. Sema tu kweli. Of course wasichana wataingia. My sisters, my mom of course, because moms ni like female. Kama ni females ni sister yangu, sisters wangu wawili, my shosh. God aeke life yake aweze kulive long, niweze kumdrive na gari yangu yenye nimebai. Yeah, 3 wives. By the way, unajua shosh, sijui kwa culture wanasemanga like unaona shosh itamuita bibi. I think hivyo ndo tulilearn Kiswahili. Oh, yeah. Itamuita bibi. Sasa ni kama bibi yangu. Shosho yangu namuita bibi. Sasa wasa wata make jokes. Yeah. Sasa because now my grandfather alipass. Sasa mimi ndio like any male in the family. Ni kama like husband to shosh. Sasa the first born cousin in our family, yeye ndo amechukua role ya like ni kama husband ya my shosh. And that's now our culture in Kamba. Correct me if I'm wrong to the Kamba people who are watching. Ni hata yetu do I know? Yeah, but hata tumesahau kuonyesha hiyo speed camera. But well, it's because we are enjoying the ride. Yeah, na mko na Lamborghini mbele yetu. Robox we acha nitokeze hiyo number plate ndio sichukue offense. Why but tuna Forex. Yeah. Hebu naona hiyo view. Naona view ya Kibera and then uko kwa background unaona ma flats, ma apartments. Niliachanga ni president mgani alikuwa anawatengenezea apartments. Alafu akakata. But then nilisikianga hiyo story. Ndio nakata aje. Acha nisipite niwaonyeshe hiyo view. Kulijenga apartments, walijenga nyumba za ni huko mbele. Na mahali walitengenezwa apartments zinakaa fit, alafu most of them wakakataa. But affordable house nilikuanga Uhuru alitengeneza hizo nyumba. Alafu sasa Ruto akawaletea affordable house. The same concept to me. But also Kibera. It's sasa not karibu. Nasikianga Kibera ananikumbusha baba. Actually ndio kintajia Kibera yangu. Sinipata Lang'ata constituency. Hiyo time zilikuwa constituency, zilikuwa zimitangwa aje? Zilikuwa nini? Province of But sasa with the 2010 constitution ndio ikakuja na hiyo devolution. So ikakuwa Nilifanya history guys. Najua hizi vitu devolution, najua kitu inaitwa devolution, promulgation of the 2010 constitution. ilifanyika lini? Ilifanyika 2010. Sijui date. August. August. Sasa watu wametupita, acha tuwapite. Watu wametupita, acha tuwapite. Tulikuwa tunapewa say good information.
But when I say, better to notice, enda Southern Bypass, enda Thika Road, enda Expressway, wase wanaenda polepole, wanaogopa hizi ni ikawa wanaenda 80 na kwa nini wanaenda 80 kilometers per hour. Wase wanaogopa hizo malini, hizo masuluka. Hizi ndo alitengenezea hapo. Oh, hizi hapa. Tunapita sasa hii interchange ya Lang'ata Road. Ukienda hivi unaenda town, ukienda hivi unaenda Lang'ata, unaenda na side za Karen, Rongai, Lang'ata, Serian. Kifuata sasa Lang'ata Road. Sasa tumefika to the final stretch of nikipitanga hiyo interchange. Now this is the final stretch of Southern Bypass. Ndio tukifika pale Mombasa Road. I think ikifika Mombasa Road ina change na kwa Likoni Road. Yeah. Sasa nimeingia mwenyewe. Na kuna mtu anajifundisha watu kama hawa sasa wanajifundishia, wanapelekwa barabara hizi meja. Sasa unajua sisi tulikuwa tunapelekwa hizi barabara za ndani tufunzwe. Mse kama huyo anapelekwa Southern Bypass, unajua sasa atajua barabara. Yeah. Atajua barabara kwa sasa ameingizwa sasa the real nini test. Kwa unajua hapo kimess. Hapa actually barabara it's life and death. Just miss kidogo. Atakuwa more careful. More careful manze. So I think mse mwenye anapeleka kwa hiyo. But tumeona ni AA. Manze mimi nilienda AA by the way. Sasa kwa sababu nilienda AA. Ilikuwa fit sana. Sasa sijui, I don't know the cost ya yes, maybe nikanda. But it's still the best driving school. Yeah. Because it will offer you international driving license, I guess. So, una apply for it. Kama unaenda una travel. Hizi wanapanga expensive. But it's expensive to apply international. Expensive. Over 10k, so around there, I'm not sure. So to make the final stretch on my right side, although says waonyesha, it's national parks in the Minilanda National Park. Hii ni barabara ya kuingia huko South Pia ama South Sea, something like that. Finally nikifikanga hapo najuanga sasa tumefika, like tumekaribia. Ukiwa hapo Limuru nilikuwa naona kama tutapotea. Mimi nilikuwa naona kama tutapotea.
because we were making a lot of diversions. Tulikuwa tuna make a lot of diversions ndio tuweze ku make to the main highway A104. Yeah. Then kuna msikiti hapa. Unaonanga hiyo stuff, kuna church and then msikiti. Alafu ukikuja hapo na Friday, so unajua Friday ndio inakuanga siku yao ya kukuja saa kwa msikiti. Magari zinakuanga zimejaa hapa. Sasa hii unapata hiyo parking imejaa, hao Waislamu wanavukanga barabara, so ina create traffic. See? But you know, kila msee kuna religion yake. Christians wanaenda church. Venye tulilearn tu primary. Huyu anasimama katikati sasa. na ana side mirror sasa. Hiyo ni zile za butchery ama. Ana reflector, ana helmet, ana side mirror. Imagine na umebebwa na huo msaicha na kupeleka mahali. Just imagine that. To allow pro box. Ukimgonga wanakugonga ndo wanakujanga. Hadi unashanga wametoka wapi by the way. But anyway, acha sisi acha to play safe. Anyway, it's been a good ride. I think the main trip ilikuwa hapo Southern Bypass. I really love driving on Southern Bypass. Nilikuwa ninapelekanga my sister. I think wase wengi wanajua mwenye amefanya law. alikuwa ameshamaliza degree bachelor's, so alikuwa anasomea School of Law KSL. So on weekends akitokanga Karen alikuwa anakuja side za home. At that time we were staying at Don Home. So after church tulikuwa tunaenda home, tuna chill and then ikifika somewhere like saa 9 tunaanza safari na mpeleka all the way to Karen. So every weekend I used to like driving on Southern Bypass, and that time I was just getting used to driving because I was fresh from driving school. Naona nimetoka tu driving school, nimeshafanya exams, and then I was just fresh from driving school, so I wasn't that familiar to driving. But jua tu nilikuwa na drop Neymar alikuwa anajua ku drive, so nikienda naye alikuwa ananipea tips. Now nikisha maliza kumdrop, so nilikuwa narudi peke yangu. Now that was the big part of now driving, and I learned a lot from that because I used to drive on Southern Bypass. Now Southern Bypass ulikuwa unafaa kutumia tu high speeds, naona. So that's where I got my experience ya kudrive mbio. Confidence. Inahitaji confidence. Hii inahitaji confidence. And uzuri nilikuwa na drive automatic. So imagine but at that time I got confidence, hiyo kuswitch lanes, kukuwa stable. That's how I knew how to drive. Na pole nikaanza saa ku drive pia mom, and also my dad kakuja kunitrust, nikakuwa driver wake, and that's how nilipenda tu kudrive. That's when naonanga nikipost sana nikidrive, nijuli toka hapo. It was my passion ku drive, kuonyesha wase that ninaenda huku, I'm going from point A to point B. Nilisema tu one day I'll just open a YouTube channel nikionyesha hizi stuff. Na ndio sisi tuko hapa. It's just a short story hapo, ka history kidogo of how Davis pia unajua kudrive ile. Of course. Of course. Lakini uliniambia kuna story fulani. Kwanza wenye umetaja hiyo story ya pikipiki. Nimekumbuka kuna encounter ushaikuwa na wasa pikipiki. Uzuri isaidia wao msao wangenigramia hapo. Wangenifanya mbaya. Nilikuwa place nyingine. Uzuri polisi walikaa sino. Tulipelekana huko. Nipita mbele na nienda kwa the road, lakini hakugeuzia. Ni cross dia mbele. Copyright msee. Nataka tu green music. Kuna na jam. Basi ya polisi. Kuna tsoni basi ya. Na polisi bure alafu wanafungwa. Dai.
Hiyo acha tutaenda kuonyesha Mike. Mike, tumepata basi ya Kenya Police. Ndio footage ya scoreboard hapa. Ndio footage ya scoreboard ya Monday. But basi ya Gor Mahia nataka fit. Napatana na wao several. Manze hapa tumekuwa kwa hii jam for a long time. So I think ni 6 minutes. Hey. Sasa it's like 10 minutes. Hey. Atusongi. Kama tungeenda na Utarenga, lakini Utarenga ndio inakuwa. Ni saa ngapi? It's 3. Sasa ni 3:58. This is 3:58. Wow. Tumekaa hapa sana na that's corona kwanga bast ama labda ni nani anapita yule mtu chini simtaje, labda ni anapita huyo. Tutaki kwenda missing. Sasa missing. Najua ni nani? Uliona ile story ya Albert. Kwanza inaleta tu chills. Niko like guy. Yaani nenda kupick mtu huko, alafu mwenye amesema aende apikiwe, huyo ako free. Yule mwenye alisema aende achukuliwe. Hiyo kitu inaleta chills. Mimi niliona hiyo coverage. Niliogopa nikasema what is this country? It was bad. What? And then sasa what investigation gani watahitaji tena, na there is clear evidence, kuna faces ziko hapo, yani haipoa manze, yani kazi ya haipoa, but I've loved when you handle it. Enye menikasirisha ni the main person mwenye sasa nikaa nikutume uende uchukue mtu. Sasa mimi mwenye nimekutuma wewe si mwende umemchukua. Sasa wewe ndio utashikwa. Mimi mwenye nimetumana mimi na si hiyo kitu inaleta stress, like it's okay. But it's not okay. Why it's not okay? Na tunaingia sasa pause. Unaona tu from your story ya Olkalau. That's crazy. Man. I expected better from these people, but well. Acha situ hapa tuchili kwa traffic. Naona nikaa tumeanza kusonga. Bana makarara. Tumekaa hapa sana. Naona bado tuko kwa ile Kenya Police bullets. Like hata tujasonga hata nini. Sasa ndio tumesonga sasa nini? Huu ni Canada kupiga yote na ana force ama anataka kuangalia. Si ampe tu. Naona sasa unapinduka. Tumeanza kuenda. But why? Why is it like this? Mesikia, I hope God amesikia tu. Kama hiyo tu. Hatutabeba wasichana. Hiyo huko. Hiyo chato. God atusaidie. No, already. Aki atusema. Right now it's 3:51. It's 4:01. Yeah, kuna tugoja mahali. Tumeenjoy road trip too much. But unajua ni one of those zenye come out of nowhere, because kuna job fulani imetokea, mmetuma mahali na it's quite a distance. Unaambia subscribe, acha nilete subscribers wangu kwa hii jani bwana. Ndio waone. Asubuhi tunge manage because there was a lot on our mind. Hatunge record. Tunaenda places hatujaienda. Kuuliza authorization. Bana pass. But I think I enjoy what I do. Like hii kazi yetu ni enjoyable sana. But it's fun. Unajua mimi hizi places nazisikianga. Yeah, sasa tumeenda physical. Tukaa shule nilikuwa na mpango. Kuna maboosters ziko mahali, zimewekwa mahali. Like today tumeingia huko. Leo sasa nika dreams zime come true. Tumeingia sasa kwa hiyo places zenye zina broadcast. Like servers za TVs zote. Yeah. That building, like it's cool. Unajua wameweka AC ndo waweze kusustain hizo, waweze kucool hizo servers.
and it's quite a whole system. Hizo AC ni zile AC kubwa. Ni zile zenye zina power the whole room, because it's a whole room of servers and switchers, routers. Yeah. Well, also wateka ungeonyesha, lakini huko ni prohibited kurecord. Amekataa to record. Yeah, but that's what we do. That's our work. Na TV ni to EBN. I think kuna video yenye nilifanya kwa hii channel nikitoka shule nikienda EBN nikiwaambia show ya scoreboard. Kulikuwa show ya scoreboard na nilikuwa naambia ile banta inakuanga hapo. Naona hadi tumeonyesha wase Kenya Police Bullets kwa nyuma. Ndio kukiwa na banta ndio ile basi, lakini mko na basi na mshindi. Banta ni banta tu. Yeah. Kama mlikuwa nayo na Arsenal. Si season inarudi 20 something days na tunarudi. Sasa ile ngoma ya watatisha ishafanya. Hiyo watati tunahitaji ingine kina Bien Savara, tueni ingine ya Arsenal. Tunahitaji because tunabeba back to back. Manyu sasa watafanyongo. Sikia kushuka. Haki tumekaa hapa sana. Huyo amefichia katika hati. Kama wameshuka kuna lori kuna msele hapa nyuma anaendesha lori ameshuka kama kazo. Imagine uko kwa jam na ukazwe. Umekazwa. Alafu inafanyikanga katika kwa haraka. Unajua iko kwa situation. Nikienda home Mombasa Road. Acha niwape hii story because tuko traffic. Yeah. Nilikuwa naenda home na nilitumia hii Likoni Road ndio niweze kutumia Mombasa Road all the way to Syokimau. I was joining Mombasa Road through ya Airtel. Ikakuwa mbaya, traffic ikaanzia hapo Standard Media, hiyo section, hiyo stretch. We hiyo time umekazwa. And then nikasema mimi ni mwanaume nitashikilia. Mimi ni mwanaume nitashikilia tu. Ilikuwa mbaya design. Hata hiyo petrol station ilikuwa hapo next Rubis nilipita. Nikasahau kuingia washrooms za hapo. Nilienda all the way to Gateway. Hii petrol station inakuanga hapo past Hilton Garden Inn. Hiyo airport ukishapita hapo airport kuna hiyo hapo kuna na Food Plus. Food Plus kuko mbele. Opposite Agile Hotel. Sasa hii side sasa hizo sides za the tunnel kuna hii side nyingine, hii side ya Gateway. So kuna Hilton Garden Inn, and then sasa kuna hiyo petrol station ya Shell yenye kuna Naivas hapo. Nilikimbia hiyo mbio. Nikauliza niko wapi? Na nilipita hiyo nyingine mbona? Sijui, I think nilikuwa tu nikasikuwa najua. I think niliset mind yangu kwa hiyo petrol station. Ya nini? Uzuri siku ukicheza kaziwa hapa kaziwa hapa unashuka unaenda pale. Lakini ukishikwa sasa unalipa nini? Unalipa fine. Hata mtu anaweza shuka. Naweza kuta video sasa nisikie. A few moments later. Hapa ndio jam yuko. Hii road ya kwenda na Lungalunga ndio utokea. Finally tumetoka kwa jam. Wako na haraka wamekanyaga hiyo gari, hajataka niingie but ni sawa. My fellow premium ni sawa. Bado tunakuwa na club ya premium. Sijui na wakienda juu kuna Axela Nation, kuna Fit Nation, Honda Fit Nation, CX5, kuna CX5, kuna wase wa Mazda, kuna wase wa Range Rover hii akina Umbina pia. Kuna ingine inaitwa Tog Tribe ya wase wa Subaru. Yani unaona sahi kuna like clubs mingi za magari, like if you have hata Note, Nissan Note. So sijui kama ya hata Corolla iko Toyota Corollas wako na hizo manini club. Sasa sijui ka Premium and Allion, because I know Premium and Allion wako in one class. So I don't know if there's a club of Premium Nation or Allion Nation. Me naweza join by the way. Najua that's now one way of kupata
charity rides, mnaenda kusaidia like unajua sasa ni kama mnaingia group, mnaanza kufanya macharity nini, mnachanga do, mnaenda kama ni Western, kama mnaenda Nakuru, mnafanya ma meet and greet, mnajuana, unaona. So tutajua tu wasa Premium, kama kuna Premium Club ama Allion, because I know Premium and Allion should be together. Tutajua kwa mbele, but so far so good. Hapa tuko sitaki kutaja jina, ni Rostoe comment section. So mkiona hii side mnajua tuko wapi. Tunaenda kujoin Jogoo through church. Church ni pale mbele. Hii side walikuwa wameka affordable house, but hatuwezi waonyesha tu. Walibomoa manyumba hapa by the way. Nakumbuka wakiprotest. Wasaka protest, but it wasn't worth it. So tuna join Jogoo Road na tutakuwa tuna end video very soon. So if you have enjoyed our vibe, leo vibe nayo imekuwa fit. Nimekuwa na Devi hapa na nikiwa na Devi. Ma story tunaongeanga hapa, hata zingine tunaongeanga off camera, zingine hata mfai kusikia. So kama mmeenjoy vibe yetu, make sure you hit that subscribe button, give this video a thumbs up, and we move on. Hapa pia ukijoin unafukue mjanja kidogo. Kuna forward travel. Hizo magari na hapa. Thank you very much. Thank you. Acha nisaidie hapa inakuanga tricky kujoin. Join Jogoo Road. So tuko Jogoo Road tukienda na direction ya side za Doni. Unajua Jogoo Road, bado Jogoo Road ina connect a lot of routes. Moja, Kayole, Donholm, Dandora, but Dandora unaweza tumia ile barabara nyingine tu. Si inaenda connect That's why napanga siku jioni rush hour. Hii barabara iko na traffic because iko na a lot of matatus zina connect to different circles like kama hii ni Utimo Sacco inaenda side za Umoja, ile ni connection inaenda Double M. Ni Double M, maybe unajua Double M, kuna Double M za Doni, Double M za Jacaranda, itapitia Jacaranda. So that's why Jogoo Road inakuwa na traffic hivyo if you come to make sense about it. Hizi mati sijiona ziko na music. Hizi unaingia na airports bana. Airports zako. Hizi na zimetulia. Hizi Double M. Sasa akiwa. Ndio watu. That guy anakuja direction yetu. Sisi tusiacha tusiongee. If I speak, acha ni quote the famous Mourinho. If I speak, I'll be in trouble. But mwenye umejionea. It's literally coming on our side. Anavuka kama pedestrian. Unaanga venye pedestrian anaweza vuka hivi but akamiss nini timing. Sasa hiyo Double M actually ngembonda. Na mimi siko na view yake. So venye nilikuwa unaona hadi nimesoa of course. Watu wa boda manzi. Mimi nimeonea tu hapa niko like acha. That guy is crazy. So hatutaenda hadi Hamza. Tutatumia route fulani. Nitakuonyesha hiyo barabara niko nakwambia. Ile tutatokea sasa like kwa IBN kabisa. So Mombasa Road, no Jogoo Road. Unajua Jogoo Road is one of the most dangerous roads in Kenya. Sure. Just come to think about it. Of course, the most dangerous, I think, number one is Outer Ring Road. I guess maybe I guess maybe ranking may change, but according to my statistics, niliona Outer Ring Road. Na ujue kuna Mombasa Road, kuna hii 104 ya Nakuru, kuna hii Mai Mahiu Escarpment, Salga, name all of them, but Outer Ring Road ranks among the first ones. Outer Ring na Jogoo. Outer Ring, I think it's because of the wasa wanavukanga tu ovyo. Na walikuwa wanashikwa hii wiki. Siko wanavuka ovyo kwa barabara. Sasa NTSA wako rada na nyinyi. NTSA najua wametukalia ngumu kama sisi watu wa magari.
lakini pedestrians sasa wamefikiwa. Sasa ni equal rights, equal fights, equal rights, something like that. So hii barabara tumeingia inaitwa Nile Road. It connects us from Jogoo Road tukiingia na Jericho, kama unaenda na Bahati, kama unaenda Maringo, kama unaenda kutokea na ile side za Kimathi. Maringo. So Maringo I think unaingia na hii barabara. Ndio Maringo kwa side. Makadara tulikuwa tushapita huko nyuma. But sasa tunaenda straight because tunaenda Ibian. So inakuwa na Maringo. Hii ni ya kuingia na Jericho sasa. Lumumba and the lights. Itaenda kukutokezea na Rabai Road. Unaona? Venye huo ndio huko. Hii ni ya kwenda Rabai Road through Jericho, Lumumba. This is still Nile Road. Tunaendelea tu vizuri. Unajua hapa baidha karibu ni chote mtu wa tuk-tuk. Every place, baidha kila mahali naenda na kuna na story. Na nilikuwa na dadi hiyo time. Alikuwa na wrong side, alikuwa anataka kupiga U-turn katikati ya barabara na mimi naenda kumovertake. Sasa time mimi nimeshapiga timing naanza kumovertake hivi. Naona msana anaanza kupiga U-turn hivi. Ilibidi nikanyage brakes bana. Na unajua TX brakes kama uko high speed brakes na unaweza kusolve kutoka huko bolt anafanya nini? I can't tell you. Uko bolt msee. So Uber. Na imagine uko ndani ya hiyo Uber duniani. Na unaona msana anaenda zigzag. Anyway, tumeingia hii barabara sijui inaitwa aje but ya Jericho. Sasa tunapita through Jericho. Tumeenda kupitia barabara kutoka Tao napanda Sibet. Unapanda Sibet from Tao. Hizo Sibet zinakuanga hapo kando ya Afya Center. Afya Center, hiyo street ya Afya Center. Mbele ya ROG. Unaona siku hizi kumetulia huko Jericho. Kitambo huko kulikuwa na ibio. Kulikuwa na wizi. Na venye kunakaa na zile stuff za magangs. Kitambo, Jericho was goons. Okay, goons, gangs. Okay. Well, not goons, but naona zile gangs, zile za territory Jericho. Like when you huko vitu kama hizo, kama hizo huko. But siku hizi kumetulia. Well, siwezi sema ni safe, but at least you can walk on daylight. Sasa huyu anakatoa kwa barabara. Anakatoa kwa barabara. Acha tu market. But wewe anakatoa kwa barabara. Shwari. Well, sasa tunafika the end of hii road trip na imekuwa fun. I have never enjoyed a road trip like this one. Nafani make road trips na wewe Devi. Ama tupate hizo opportunities za like tunaambiwa tupeleke sema si ndio tuko naambiwa tupeleke server. Kuna server tu ya TV2 ingine. Sisi ni wase wa delivery. Wewe tu ni kuweka mafuta na sisi tunaenda. But that's a cool place. You place ni bamba. It's a cool place. Finally. Ile ngoma inaitwa He has done it finally. He has done it finally. Tulitoka 1 ama ilikuwa 2? Tulitoka huko. Tulitoka like 2:30 huko kielekea. So no it's for tumetumia on paper tulifaa tutumie 1 hour but tumetumia like 1 hour because of your traffic ya Likoni. Finally guys, finally tumefika. Gari ndio hiyo hapo. Tumeweza kufika vizuri after like 1 hour 30 minutes. Video imekuwa fit. I hope you guys will enjoy this video that I'll upload very soon. David salimia watu salimia subscribers. Hey guys, subscribe to Drives with Manu. And I hope you've enjoyed our ride. Lazima najua wameenjoy. Leo basi next time tutawafanyia road trip na hii basi. Au stretch kidogo. Basi tunapita hapo. Your stretch I don't think unless you are a professional driver. But make sure you go there and subscribe to my YouTube channel and watch EBN TV as well, because we have done this because of EBN TV. Na inarudi very soon. Mtatuona hapo pia kwa TV tukifanya show fulani inaitwa Scoreboard, show inaitwa Jericho Show.
na ni fiti sana. Yeah, so God bless you guys. Let me give you a final view of the car and we call it a day. Ndio, bye bye for now.